大家好, natumai nyote hamjambo na mnaendelea vizuri. Tukiwa kwenye awali kabisa ya jifunze sentences ya Kichina. Tutajifunza lugha ya Kichina kupitia sentences, bimaana kwamba tutazichambua kuzijua maana na matumizi yake kwa kila kitachotumika katika sentences zetu hizo. Maana yake sentences zitahusisha sarufi, zitahusisha misemo, zitahusisha na msamiati pia ndani yake. Kwa hiyo leo tutaanza darasa la awali kabisa ambalo litakwenda moja kwa moja kwenye sentensi hizo ikiwemo misemo, sarufi na msamiati. Lakini pia isitoshe kwamba tujue kwamba kujifunza lugha ya Kichina lazima kabla ya kuweza kusoma sentensi, misemo au msamiati lazima upate darasa za awali kabisa za sauti. Sawa, upate darasa la mabadiliko ya sauti na ujifunze utamkwaji wa pinyin pia. Sawa, kwa hiyo haya ni madarasa ambayo yaliyotangulia, lakini katika darasa letu la awali kabisa la mazungumzo kupitia sentence, leo tutaanza na sentence hizo zilizokuwepo hapo, ikiwa inakusudia kwamba mazungumzo ya kutambulishana. Ikiwa ya kwanza inasema ni hao, ni hao. Sawa, ni hao, ni hao, ikiwa na maana ya hujambo au habari. Sawa, kwa unapotaka kumwambia mtu hujambo au habari kwenye lugha ya Kichina utaambia ni hao. Sawa, kwenye kujibu utamjibu hivyo ni hao, ni hao. Sawa, ya pili inasema ni hao ikiwa kama ni jibu, kama nilivyotangulia kusema. Kwa hiyo utasema kama ni majibu kwa mtu akikusalimia ni hao. Sawa, kwenye lugha ya Kichina na utamwambia ni hao. Sawa, kwamba hujambo au habari kwa maana ya pili ya ni hao, atakayetikia itakuwa ina maana ya si jambo. Sawa, iko hivyo. Ya tatu inasema ni jiao shema mingzi. Ni jiao shema mingzi. Ni ngumu kama itakuwa bado hujasoma somo la pinyin, hujasoma somo la sauti, hujasoma somo la mabadiliko ya sauti kutamka. Sawa, maneno na sauti zake kwenye lugha ya Kichina, hususan katika utamkwaji wa pinyin na sauti hizo tunasema. Kwa hapo tutatamka kwamba au tutasema ni jiao shema mingzi. Ni jiao shema mingzi, kwa na maana unaitwa nani au jina lako nani. Ni jiao shema mingzi. Sawa, ya nne inasema wo jiao Xiaoyu. Wo jiao Xiaoyu. Wo jiao Xiaoyu, ikiwa na maana ninaitwa Xiaoyu. Sawa, wo ikiwa na maana mimi, jiao ikiwa na maana kuitwa, Xiaoyu ni jina la mtu. Sawa, tukirudi ya tatu ni manake wewe, jiao manake kuitwa, shema itabeba maana ya gani kwenye lugha ya Kiswahili, mingzi itakuwa ina maana ya jina. Tukienda ya tano inasema hen gao xing ren shi ni. Hen gao xing ren shi ni. Hen gao xing ren shi ni, ikiwa na maana nimefurahi kukufahamu. Hen gao xing ren shi ni. Sawa, hen gao xing ikiwa na maana nimefurahi, ren shi manake kufahamu, ni manake wewe. Tunatumia msemo huu au kumwambia mtu ambaye unazungumza naye kwa wakati huo, ambaye ndo kwanza mmekutana, yani ni mara ya kwanza kwenye maisha yenu kukutana. Kwa hiyo ile kumwambia kwamba nimefurahi kukufahamu baada ya kuwa mmetambulishana na mkawa mnaendelea na story, au baada ya kwamba mshakutana, mshajuana, sasa mnaagana, kumwambia kwamba nimefurahi kukufahamu kwenye lugha ya Kichina utamwambia hen gao xing ren shi ni, nimefurahi kukufahamu. Kwa hiyo hapo ndo tamati ya somo letu la awali kabisa katika jifunze sentensi za Kichina. Bila shaka leo tumejifunza somo la kwanza, sentence 5 ambazo ukizifanyia kazi kuzitamka, kuzoea utamkaji, sawa, na kuanza kufanya mazoezi, basi hiyo ni hatua ya awali kabisa. Kadiri unavyofanyia mazoezi unahifadhi, sawa, alafu unajaribu kutumia, basi ndo kadiri unavyoizoea lugha. Kwa hiyo haba na haba hujaza kibaba. Hapo ndo tamati ya somo letu la mwanzo kabisa, jifunze sentensi za Kichina. Niseme tu fei chang gan xie.